Ni mwanzilishi na mnunuzi wa vyombo kuza vijana simu. Huyu ni kijana ama mtoto mwenye ameoneka katika malezi bado na jina la usanii ananitambua kama Brother Habshi. Kitambo sijabaini wapi nita. Karibu tena kwenye Munga na 1-to-1. Kwa majina naitwa Thomas Omache, na hapa tunaongelea kuhusu mambo ya vijana, kile ambacho wanafanya kule mtaani na kuhakikisha wameimarisha afya ya wenzao na kiuchumi pia wameimarika. Na hivi leo niko na kundi hodari sana kwa mambo ya sanaa na mengineyo, lakini kabla tuendelee, wacha wajiintroduce na watuambie wao ni nani na wanafanya nini. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Abdalla Naye, lakini yeye anafahamika ni Abdalla Muha. Mimi mwanzilishi na mnunuzi wa vyombo kuza vijana simu ambayo inapatikana Jomvu. Na kwa majina anajulikana kama Said Zaharani, ama ukipenda jina la usanii ananitambua kama Brother Habshi, kulingana na kipaji changu cha ushairi. Ukitafuta tu Brother Habshi utanipata, kutoka vyombo kuza vijana. Asante sana kuza vijana CBO kwa kuja leo. Na pengine Abdalla, unaweza kuzungumzia kwa ufupi kile ambacho nyinyi mnafanya kama shirika kule kwenye jamii? Asante sana bwana Thomas. Nikizungumzia kuhusu vyombo kuza vijana, kwanza hili ni kundi la Young Caregivers. Nikiongelea kuhusu Young Caregivers, huyu ni kijana ama mtoto mwenye ameleleka katika malezi mbadala. Anaweza kuwa ameleleka katika institution ama ameleleka na mama wa kambo, mjomba, shangazi. Ni mtu ambaye amekosa malezi ya baba na mama. Huyo ndio tunamuita young caregiver, ambapo kuanzishwa kwa vyombo kuza vijana kutokana na sisi wenyewe kama young caregivers, kutokana na ugumu tunaopitia baada ya kuachwa na kwenda kujitegemea hapo nje, ndio tukaweza kutengeneza vyombo kuza vijana, ambapo sisi tunatumia sanaa kuelimisha jamii. Baada ya kupata mafunzo ya SRHR na mental health, ndio basi sisi kwa kuwa ni young caregivers tunatumia stage play kuelimisha wengine wetu ambao bado wapo katika hizo institution ama wanapitia changamoto kama hizo. Asante sana Abdalla, umesema kwamba nyinyi ni hodari sana kwa masuala ya stage based play, kuhakikisha mweza kupitisha ujumbe kwa vijana, na pia wanasema sanaa ni pesa. Pengine kwa Brother Habshi, umesema jina lako la usanii hilo. Ndio. Pengine utuambie jinsi unatumia sanaa yako, na pengine pia unaweza katunguzisha kidogo jamani tusikie kazi yako. Katika sanaa yangu ya ushairi sana mwanzo uniletea kipato, kwa sababu tukiangalia kama vile nimetoa mahali niende nikarudishe, ama kuna mahali pana performance fulani lazima tuingie kwenye mkataba, ili najapo mahali mtanihudumia vipi mimi kama mwenye kipaji. Sasa huwa tunaongea chenye watanipatia, tunahakikisha tuko kwenye makubaliano, alafu naenda nikafanya sana. Kwa hiyo njia moja hapo ambayo yanipata mimi kipato, na najivunia kama kipaji ni ajira, kwa sababu kinanipatia mimi ajira. Asante. Nimefurahia sana kwamba kama kijana unaweza kujituma sana na kipaji chako unafika mahali unapata kuna maelewano ya kuhakikisha. Ningependa kuuliza Bwana Abdalla kwamba kwa miezi 6 ambayo inakuja kwa hii program, tutakuwa tuna host na kuhakikisha kwamba mnafanya zile kazi zenu tu kwa hiki kipindi. Pengine what do you think unataka kutumia this space for the next 6 months, and unaona iko na muhimu gani kwako? Kwanza nashukuru sana kwa fursa hii na kwa kupata miezi 6 ambayo tutakuwa kama hapa. Kwanza hii ni bahati ambao sisi kama kuza vijana tunajivunia, kwa sababu leo hii kupata fursa ya kuja hapa na Munga 1-to-1 inaweza kufikia watu wengi sana. Kama vile mimi ni Jomvu, tuko Jomvu, tunafanya Jomvu. Leo hii nikija hapa, najua sio Jomvu tu watanufaika, bali hata sehemu zingine, na sio Mombasa tu, itaenda mbali zaidi, ambapo kila mtu atafahamu young caregivers kina nani. Kama mtu yuko na kipaji chake na yaogopa vipi atakitumia, atapata ile walio kivitumia. So tunashukuru sana na tutaifanyia kazi kwa kama. Sasa ningependa tukimalizia tu kwa kutufungia, utuweze kutuonjesha
utunzi wako jamani, kwa muda mchache. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji au msikilizaji pale nje. Mkononi hapa niko nalo shairi ambapo nimesikia leo nitafika katika podcast ya Bonga na 1 to 1 na nikaamua nitunge shairi la kwenye hiyo podcast. Mimi inaenda kama nilivyolitunga. Kitambo sijabaini wapi nitapata fursa, leo nipo furahani tegea bila kukosa. Ni podcast ya pwani yenye mandhari ya sasa, na ipo Nyali mjini jijini kwetu Mombasa. Kipindi kilo hewani ni Bonga 1 to 1. Duani na waombea wale waloizindua, awabariki jalia vipaji kuvyenu. Sijui niseme tuwasema aje, lakini asante sana kwa shairi nzuri kabisa, na natumai kwamba tunapozidi kuendelea pamoja tutatumia hii platform kuelimisha wengi, kukuza talanta za wengi pia, na utaweza kuelimisha wengi sana. Asanteni sana na karibuni tena. Tumefurahi.